Lakini wakati huu tushachukua ni utandawazi mwingine, kwa sababu utandawazi wa kisiwa saa hizi mijiti saa hizi yanakuja yana kiposi kisiwa hiki hakiwezi nini mpaka tupate mbolea. Ila hivyo zamani mbolea ilikuwa mbolea yake inachukua tu. Na je, katika huduma za kijamii tuseme zimekuja hivi karibuni katika miaka ya hivi ya 2000 au tokea zamani pengine unapatikana huduma za kielimu, huduma za afya? Huduma za kijamii zinakuja hivi karibuni. Unaweza kueleza mwaka gani pengine kama skuli imeanzishwa, imejengwa hapa? Skuli naona ilianzishwa 2015. 2015. Kuhusu masuala ya huduma za maji? Huduma za maji tulianzisha mwaka 2010. Huduma za maji, lakini baadaye zilikuja kata, zikakata mpaka hivi sasa ndio hatuna huduma za maji. Tupatize hivi ndio tunapata mfumo wengine ngalo kidogo tunajisaidia. Na hayo maji hayakizi kwenye kunywa sasa binadamu, tufanya tu kwa sababu mkosela mama hata ile kunyonya. Ndio fanya. Maji yaliyokuwa hayahitaji kunywa sasa viumbe. Kwa vile hatuna maji yaliyo safi hatuna. Vipi kuhusu huduma ya umeme? Umeme alhamdulillah tashukuru, umeme wetu kwanza wa masola haukati kwa take tulivyotengenezewa haukati, ila kutoke kisidenti kwenye nyumba tu ndio utakata majumba yote. Kitoke nyumba moja tu. Umeme hapa hauzimwi? Hatuzimi. Okay. Na malipo au ni free? Malipo tunalipa kwa mwezi. Kawaida au kwa kutia vocha? Kwa kutia vocha. Na inakadiriwa kuwa na watu takriban watu wangapi katika hichi kisiwa? Kisiwa kinakaribiwa na watu 500. Haziko sawa. Unatoa wito gani hasa kwa ninatoka
Mimi natoa kwa taasisi na serikali vitufanyie tena utaratibu tupate maji ya kudumu. Kile chetu ni maji, hatuwezi kufanya kazi zetu za kijamii bila maji. Na saa hizi kisiwa chetu ndio tunataka tubadilike, tupande mboga mboga, lakini si hatupandi mboga mboga kwa sababu ya maji hatuna. Msimu wa kasikati ndio matuta yanatakiwa ya mwagiliwe maji tupande. Hatuna huduma hiyo mpaka kutokee msimu kama huwa wa mvua. Na vipi kuhusu huduma za afya? Huduma za afya mpaka sasa mpaka tuvuke. Hatuna. Hapa hakuna kituo cha afya. Hakuna kituo cha afya. Kwa hiyo pengine kama wajawazito wanakuwa napata hali gani? Wajawazito tuvushe kwa vidao mpaka ng'ambo kule, tutafute gari tuwasafirishe kwenda hospitali. Wito wako kuhusu jambo hili? Wito wangu naomba serikali na taasisi itupatie kituo cha afya japo kidogo cha kupata angalau mpangilio wa kupangiwa panadoli vidogo. Hayo mengine baada yake huko. Zipi hasa shughuli za hapa za kujitafutia maisha? Kuna shughuli gani na shughuli? Jamaa zangu ni shughuli zetu hapa ni uvuvi na ukulima. Tena wewe ukulima ni wa msimu. Wa msimu. Tunalima kwa mvua mpaka tusubiri mvua ndio tuna alili. Kuhusu swala zima la uwekezaji, ikiwa watajitokeza pengine wawekezaji, nini maoni ya watu wa hapa? Maoni yao watu wa hapa ni kuwa kama mwekezaji atakapotokea kwanza tukubaliane, kwa sababu kuna mambo mengi wanakuja nayo. Ikiwa hatukubaliana hatutaweza kumruhusu mwekezaji akakaa. Lazima yuna mambo yake, lazima tukubaliane. Mwekezaji aje tukubaliane na sisi wanajamii, ndipo tutaruhusu anini. Si hivyo hatukubaliana. Ambapo serikali ikichataka mambo sisi twasema tu, ila serikali ikishankubali yamweka, ila itakuwa haitutendea haki wananchi. Ndio. Na ishawahi kutokea pengine kutaka huku mwekezaji kufanya uwekezaji wake? Wawekezaji wanakuja hivi wakatutaka nasaha zao, baadaye tunaona wakatisha hawatogezei. Pengine ni majukumu makubwa ambayo hawayawezi kujitokeza kwa vile tunavyotaka sisi. Na tuliwaambia kama taratibu zetu zote tukishakubaliana tutakubali mukae, ila kwa masharti yetu maalum. Ukiona mnakwenda mbele kinyume, sheria ziko kwa kushakubaliana. Je, ni upi hasa utamaduni wa watu hapa? Utamaduni wa watu hapa na kwa sababu utamaduni hatuna utamaduni wa hivyo. Utamaduni ambao unaokumbuka mimi ni huu wa kuvua na kulima. Ndio utamaduni wetu. Hatupigi ngoma kama tuna vikundi vya ngoma, tuna vikundi vya sana hatuna. Kwa hiyo hakuna kiashiria chochote kama kitaashiria kitu hichi kinafanywa na watu wa kisiwa hichi. Hakuna kitu chochote. Hatuna. Kwa mfano utamaduni wa watu wa hapa katika mwezi wa Ramadhani unakuwaje? Utamaduni wetu wa mwezi wa Ramadhani hapa sisi kijiji kama hiki cha Njau, tunakutana tuna vigoba vya kufutari pahali pamoja, ndio utamaduni wetu tunapigia wenyewe. Futari kwa pamoja. Kupitia nyumba au kijiji kizima? Tunagawanya makundi sasa hivi hapa. Kijiji kishakuwa na watu wengi, tunagawanya makundi. Na pengine hapo utakuja kundi, kule utakuta kundi, na hapo utakuta kundi, ndio tunagawanya. Na pengine katika na sehemu nyingi sana utamaduni wao hasa katika kipindi ambacho wamemaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani na kwa kuna sikukuu ya sita. Je, vipi kuhusu katika kisiwa hichi? Ama sisi kwa utamaduni huo hatuna, kwa sababu tunataka wanetu wafurahike, lakini mpaka wavuke. Wavuke. Viwanja hapa hata siku ya sikukuu hakuna. Hatuna. Hapa pengine atoke hiki kijiji hiki ende kijiji cha pili, ndio matembezi yake. Kipi ambacho unachotaka kutujuza ambacho pengine sisi hatujakuuliza, chochote kile ambacho kina umuhimu na hisi na sisi tutapata faida? Ama mimi hicho kwanza, hatuhitaji viwanja vya kwa sherehe watoto, tutahitaji mahitaji tupate maendeleo. Viwanja si maendeleo, ni tule ni sana tu ile. Maendeleo tunahitaji tupatiwe kama hiyo hospitali, na tuboreke kwenye elimu, tuboreshwe kwenye elimu.